Okay, bwana, kutana na hii movie, huyu jamaa anajikuta anatembea na mke wa binamu yake. Inakuwaje? Mshikaji anatoka zake kijijini huko, anakuja Lagos bwana. Anapofika mjini, anakutana na binamu yake na bonge moja la mke mkali. Noma sana. Sasa inakuwaje sasa bonge la pini? Mwanamke fulani yani anavumilia au anafanyaje? Basi jamaa anajikuta anatembea na mke wa binamu yake. Sasa fuatilia hii movie tuone inakuwaje. Mwanzoni mwa movie yetu tunamuona huyu dada anaitwa Mage. Yuko kwenye mjumba mmoja hivi mkubwa sana, anaongea na simu. Mume wake ambaye anaitwa Ray anashuka toka gorofani, anaongea naye pale, jamaa anaaga anaenda kazini. Ray ni tajiri sana, yani ana mali nyingi sana. Mke wake Bi Mage ni piskali sana. Tunamuona baadaye Mage na Ray wako faraga, yani wako chumbani. Na Ray anaonekana pia kusema game lako yani hili lilikuwa ni moto sana. Mage anaonekana kabisa hajaridhika, anasema kwa game gani? Mbona game lilikuwa fupi sana usiku huo? Ray anamgeukia upande wa pili na anamwacha Mage akiwa na hangover fulani. Yani anaonekana kabisa bwana Ray hajamridhisha kabisa mke wake kitandani. Movie inaanzia hapa. Tunaona asubuhi inayofuata Ray yuko mezani peke yake pia anakula. Anapomaliza anaanza kumuuliza mke wake, kamfuata hadi chumbani, anamuona kwamba bado yupo kitandani. Anamwambia anampenda sana Mage na anamjibu anampenda pia. Anaondoka zake, anamwacha pale Mage yuko kitandani. Anaonekana Mage bado akili yake imeganda sana, hali ya ile kutolizishwa usiku uliopita na mume wake. Tunamwona Mage yuko dukani kwake na rafiki yake anaitwa Isoken. Anafika hapo na kununua nguo. Isoken anamsifia Mage, anamwambia kuwa ana bahati sana jinsi anavyojaliwa na Ray hadi anamfungulia biashara, anampenda. Anamwambia hebu na nielekeze ulimpataje huyu bwana Ray. Kwa kweli nahitaji mtu kama yeye. Mimi nimwagiwe mazawadi, nifunguliwe na mimi biashara kama wewe. Kwa upande wake Mage anaonekana kutofurahia wala nini ayo kumwagiwa ayo mazawadi na kufunguliwa mabiashara. Oi, hapa ni noma sana. Wewe wanangu tu makini sana na wapenzi wetu. Yani sasa huyu Isokeni anamfahamu Mage kwa muda mrefu sana, anamfahamu vizuri kuwa Mage anaonekana kutofurahia sana anapoambiwa kuwa Ray anampenda na kumtunza. Isokeni anamwambia Mage, na kufahamu sana kwa muda mrefu sana, kuna namna fulani hivi unaweka sura yako hivi ikiwa kama haijafurahishwa jambo, kila kitu kiko sawa. Mbona kama umuongelee shemeji yako yani kwa uso fulani hivi unakuwa kama ufurahii sana. Mage anasema kwamba hakuna lolote le pale asilofurahishwa na Isokeni. Anaanza kudadis Mage na kung'ang'amua kuwa anasema kwamba Ray anakupa zawadi, anakutunza, anakufungulia biashara. Kama kuna kitu hakiko sawa kati yenu, inawezekana pia ikawa ni sex. Jamaa hakuridhishe. Mage pia anaona kama Isokeni anafukua yani unajua fukua ile nimeelezea vizuri hapo ile. Anafufua maisha yake yani anayachimbua kwa undani. Anamwambia anyamazi, hataki kuongelea maisha yake binafsi. Ray bana, huyo Isokeni bwana yuko sahihi sana bwana Ray anasema hivyo. Kazi yake ni kumnunulia zawadi Mage na kumjali, ila kitandani kuridhisha yani amridhishi kabisa. Noma sana. Ray anarudi nyumbani na kumkuta Mage sebreni, wanaongea pale kuhusiana na biashara. Mage katika mazungumzo ya Ray anamwambia pia Mage kuwa binamu yake anaitwa Williams ambaye pia anaishi Ubuja. Anatarajia kuja kuishi Lagos sababu pia amekuwa na kazi kwa zaidi ya mwaka huko Ubuja, na hivyo anakuja kutafuta kazi mpya hapa Lagos. Ni hivyo tu atafikia nyumbani kwao hapo. Mage anasema okay sawa. Baadaye Mage anashuka toka gorofani, anamfuata Ray na kumkuta jamaa yako yani huyu Ray sasa ambaye ni jamaa yetu sisi wote, yani yuko busy sana na laptop pia. Anamwambia usiku huo ushakuwa mkubwa sana, hivyo aache kazi anayofanya uende kulala. Ray pia anasema kwamba kazi hiyo ni muhimu sana, lazima aimalizie. Kesho yake Mage anakuwa yuko dukani kwake anapiga story na Isokeni. Isokeni anamlazimisha na anamlalamikia juu ya bwana wake ambaye pia ameganda kwa ana wanawake wengi sana, ana watoto kama 4 hivi, anatarajia mtoto wa 5 sasa hivi karibuni na mwanamke mwingine. Anasema jamaa huyu anafanya maisha yake yawe kituko sana, anampenda ile ndo hivyo, kila siku anampiga matukio kulia kushoto, nyuma mbele na mapicha mengi. Mage anashangaa sana na kucheka. Isokeni anamwambia bana Mage, unajua mwanaume ni viumbe hatari sana wao wanajali tu wanachotaka wao, hawajali mioyo ya wengine. Mage anasema kwamba hapana, sio wanaume wote wako hivyo. Ray pia wangu. Okay, Mage mimi nakwambia hivyo. Bana, asivyo kuridhisha, hebu fanya kama vile wewe ndio ungekuwa huridhishwi.
lazima pia ungetafuta mchepuko kuridhisha haja zake. Ni muaminifu sana kwa sababu yeye ndiye mwenye tatizo. Ingekuwa wewe ndio mwenye shida kitandani, basi pia angenivurumusha pia angejivurumusha kwa demu mwingine. Mage bana anasema hapana, Ray wake ni mtakatifu sana, hawezi kumfanyia ujinga huo. Soken anamwambia kwamba Mage anyway, ila na waelewa na naelewa, unajua muda mwingine pia kwenye maisha ukitamani kila kitu bora ukipate, kama wewe Mage, kama jamaa hakuridhishi, fanya namna wewe upate kwa kujitatua yani kujitatua hamu zako. Mage pia anashangaa sana, anaona kwamba huyu analeta story gani tena za kijinga, anamwacha anaendelea na kupanga nguo zake pale dukani. Kwamba sasa tumeona hapa kwamba Mage anashauliwa na mwanae kwamba unaona kama mwanaume wako haeleweki, inabidi utafute tu namna gani huku nje ili hali ulizike, ndio hivyo. Na pia amemwambia kwamba uwezi ukalizishwa kila kitu na mwanaume wako ambaye uko naye. Jioni ya siku hiyo bibie Mage anakuwa amejipanga kuwa uwe ni usiku wa mahaba kati yake na Ray. Ray anapoingia ndani anamkuta pia Mage amempokea kiromantic sana, ameweka kwenye amemweka kwenye kochi pale na kuanza kumfungua vifungo vya shati. Ray naye anaonekana kwamba kutojali zaidi kufanya mawasiliano na watu wa kazini kwake. Anamwambia Mage bana kuwa lazima aongee na watu wa Ubuja hivi, kuna issue fulani hivi muhimu sana ya kikazi inaendelea huko. Sasa uromantic huo kwa siku hiyo iendelee baadaye. Sasa akimaliza kuongea na hao watu bana, Ray anainuka na kuongea na simu na watu wa Ubuja na kumwacha Mage sebreni. Baadaye Mage bana anapanda juu na kumkuta Ray kalala, pia anamuamsha. Anapoamka baada ya kuendeleza plani zao za kuwa na usiku huo romantic, jamaa ndio anaanza kukumbuka kuwa anatakiwa aongee tena na jamaa wake wa Ubuja huko, kuna jambo fulani hivi. Sasa hivyo anarejea tena kwa serious na simu yake badala ya yeye kuwa na mke wake, kwa sababu mke wake alikuwa anatamani vitu fulani. Kwa hiyo bibie Mage anakuwa kama usiku huo mwingine tena wa romantic, haujakizi haja zake. Sasa kesho yake Williams binamu ya Ray anafika nyumbani kwa Ray na Mage pia wanakuwa wapo mezani wanakula. Katika maongezi hapo mezani, Ray anamwambia kwamba Mage kuwa Williams ni mtaalamu wa masuala wa marketing, hivyo pia anaweza kumsaidia kwenye biashara yake ya duka la nguo, maana duka lake lipo jipya sana. Ila aliwahi kuongea na Ray kuwa anahitaji mbinu mpya ya kutafuta wateja wapya dukani kwake. Sasa kesho yake tunamwona Williams yupo pale aliporipoti bana huko anapotafuta kazi. Baada ya kuthibitishiwa kuwa kazi kapata, anatoka hapo na anakuwa yupo getini anasubiria pia taxi ipite. Mara tu toka ndani ya ofisi alizotoka kaambiwa kwamba kapata kazi. Anatokea dada mmoja hivi anakuja hadi anaposimama Williams, na Williams pia anaanza kumuongelesha huyo dada. Katika maongezi hayo Williams anakumbushwa kuwa huyo dada kuwa wanafahamiana, kwamba yeye huyo dada ni Dorin, mdogo wa jamaa anaitwa Filipo ambaye pia alisoma naye darasa moja. Williams pia huko kwao mkoani, Williams anashangaa sana pale. Basi anafurahi, wanakuwa wanapiga story. Dorin pia anafanya kazi katika ofisi ile ambayo pia Williams kapata kazi. Taxi inafika, wanapanda pamoja, wanakuwa wanapiga story nzima sana. Williams pale anaporejea nyumbani kwa Ray, wanaongea pale na Ray anamwambia kwamba Williams kuwa anatoka na Mage, kama hatojali wanaweza pia kutoka wote ili Williams aone mji. Williams anasema no, hapana bro, nimechoka sana, labda siku nyingine. Ray anasema kwamba basi mimi badala ya Mage anatelemka toka juu, anamsalimia Williams pale na bro Ray anaweka mkono wake kiunoni kwa mkewe na wanatoka wakimwacha pia Williams anatazama jinsi wanavyotoka out. Sasa siku moja asubuhi Williams alikuwa anataka kuelekea kazini, anamkuta Mage yuko sebreni pale akihangaika sana jambo fulani hivi kwenye rekodi za mahesabu yake ya dukani kwake. Basi Williams anakuwa anamsaidia Mage pale kuweka vizuri mahesabu hayo pale. Mage anampa lift Williams hadi getini kwa ofisi yake. Mfanyakazi wenzake pia Williams ambaye alimuona Williams anashuka toka kwenye gari la Mage anakuwa anamwambia kwamba Williams, mwanangu wewe noma sana, yule manzi aliyekuwa ni bonge moja la piskali mwanangu, kweli wewe ni noma sana, unamiliki pale. Williams anamwambia kwamba jamaa
atulie sana, yule dada ni ndugu yake na hana mahusiano naye. Tunamwona usiku Mage anatoka zake bafuni, anamwona Ray fofofo sana. Mage pia anaonekana kwamba kutoridhishwa sana na usiku huo, hapo anabaki kukaa kitandani na kumwazia sana na mtazama jamaa alivyolala. Basi anaamua atoke zake chumbani, ashuke chini sebleni. Anaposhuka anamkuta mtu mzima Williams pia anafanya mazoezi, yuko kifua wazi, body yani limegeuka fresh sana. Yani Williams pia anapomuona Mage anamwambia kuwa nilizani ushalala hivi. Mage anasema kwamba kuwa yeye ajisikii usingizi usiku hapo. Williams pia anahisi kavuka mipaka, yani kukaa kifuani wazi, yani sebleni ugenini. Anamwambia Mage, samahani sana, nafanya mazoezi hapa sebleni. Tena Mage anamjibu, hapana bana, hakuna shida. Mage anaenda zake kukaa kwenye kochi. Williams anaona kwamba hawezi kufanya mazoezi tena, anasema anaenda kulala. Anamuuliza Mage, unafanya nini usiku huu hapa peke yako hapa sebleni? Mage anasema anatazama TV na kunywa wine. Basi Williams pia anapandisha zake, anarudi zake chumbani kwake huku akimtazama Mage. Kesho yake asubuhi Ray anaamka mapema sana, anajiandaa. Mage anaamka naye, wanasalimiana pale. Mage anabaki pia kumtazama Ray, kuna kwamba jamaa kasahau jambo fulani. Ray anagundua kwamba anavyotazama anahisi kwamba kuna kitu hakiko sawa. Mage anamwambia Ray kuwa hiyo ni siku ya birthday yake. Ray anakuwa kasahau kabisa. Mage anamwahidi kwamba Ray anamwambia Mage kuwa siku hiyo hataweza kusherekea, yani hataweza kusherekea birthday yake, maana safari ya kwenda Ubuja, ila atarudi usiku. Mage anakuwa kama kavunjika moyo pale, yani anawaza kweli kweli kwamba yani mume wake tena siku yake kuzaliwa asherekei. Baadaye Mage akiwa dukani anaonekana pia kupokea zawadi ya maua kwa ajili ya birthday yake, ila anadhani kwamba yametumwa toka kwa Ray. Jioni anapokuwa nyumbani, Williams anarudi akiwa na champagne mkononi, anamwambia Mage happy birthday. Mage anafurahi sana, anashangaa sana Williams kajuaje hiyo siku ya birthday yake. Williams anamwambia kuwa amejua kupitia post ya Instagram ya Mage. Mage anafurahi sana. Williams anamuuliza Mage kama amependa hayo maua aliyomtumia. Mage anashangaa sana kuwa maua yalitumwa toka kwa Williams. Alizani kwamba amemtumia mume wake Ray. Wanafungua champagne pale, wanaanza kunywa. Baadaye wanakuwa wanapiga story pale. Mage anafunguka pia, anamwambia kwamba Williams kuwa Ray muda wote hayupo, yuko busy sana na kitandani hamridhishi. Anasema ndoa yao ina miaka 3 sasa, ina changamoto nyingi sana, na yeye pia kama mwanamke anajiona kama hana mvuto tena kutokana na Ray kutomuonesha hamu hasa kwenye kuwa naye. Williams anamtazama sana Mage, anamwambia yeye ni mwanamke mzuri sana. Anamwambia kuwa anamuona hivyo kuwa ni mwanamke mzuri. Wanakuwa wanatazamana pale, kujulishana, wanakunywa pombe pamoja, mara wanajikuta pia wakibusiana pale. Ila Mage anajistukia, anainuka na kumwacha Williams sebleni pale na kwenda chumbani kwake kulala. Kesho yake asubuhi Mage akiwa anatoka kwenda kazini, Ray alikuwa ndio anawasili kurejea huko kutoka Ubuja. Ray alikuwa anamuomba mkewe asiende kazini siku hiyo ili aspendi siku hiyo. Mage alikuwa hataki kabisa, anaona Ray ni mpuuzi sana, maana alisema kuwa angerudi usiku uliopita, ila hakurudi kabisa siku hiyo, na hakuwa akipatikana kwenye simu yake. Kikubwa hakumpa zawadi ya birthday, alikuwa na hasira sana na yeye, akagoma kabisa kurudi, yani kulala na yeye wala kuwa karibu na yeye siku hiyo nyumbani. Kwa ajili yake anamwambia Ray kwamba anaenda kazini na atarejea. Muhimu sana siku hiyo hawezi kukaa nyumbani kibiashara. Sasa jioni tunamwona Mage akiwa nyumbani, anashuka chini sebreni, anakutana na Williams kwenye ngazi. Williams pia anajaribu kuongea na Mage, anamuuliza kwa nini pia angekuwa yuko kimya sana siku 2 zilizopita. Mage anamjibu kuwa ana mambo mengi sana kichwani kwake, ndio maana yuko kimya sana. Williams anamuuliza ni mawazo gani? Mage anamjibu hataki kushare anachowaza. Anashuka zake chini na kumwacha Williams kwenye ngazi. Sasa tunamwona Williams yuko kwenye gari la yule mfanyakazi mwenzie Dorin bana, anakuwa anamwongelesha Williams pia mambo ya ofisi. Mara simu ya Williams iliita, anapokea, anayepiga ni Ray. Ray anamwambia kwamba Williams kuwa amsaidie kuchukua gari ya Mage garage na kumtafuta, yani akamfuata pale Mage dukani kwake, maana gari hiyo imeharibika asubuhi kipindi anaenda dukani, na yeye Ray alipanga kuwa angemfuata mke wake jioni na hiyo hawezi kumrudisha nyumbani, ila ametingwa sana na kazi. Kwa hiyo anamuomba pana mshikaji Williams achukue gari yake toka kwa fundi na ampitie Mage warudi yake nyumbani. Williams anasema fresh. Baadaye kidogo Williams anakuwa kama kafika dukani kwa Mage hivi kumletea gari lake na kumkuta
Isoken yuko na rafiki yake Mage. Isoken anaonekana kama kuvutiwa sana na Williams. Mage anaonekana kama kumuonea wivu sana Williams. Anamwambia Isoken, hebu kaza basi, unakuwa kama hujawahi kuona mwanaume. Isoken anaonekana kama anamkubali sana Williams. Isoken anapoondoka, Mage na Williams wanabakia pale peke yao. Williams anamuuliza Mage, kwa nini bana amekuwa akimkwepa sana siku mbili hizo? Mage anasema kwamba hamkwepi wala nini, ila yuko busy sana na mambo yake ya msingi. Williams ananyanyua mfuko wake pale, anampa zawadi aliyomnunulia Mage na kuweka mezani. Mage bana anamwambia Williams, alafu siku hizi zawadi zako unazonipa acha kunipa, lazima pia wa kunipa. Williams anamtazama Mage na kumsogelea na kuanza kumwambia, hivi ule usiku tuliobusiana unahisi nini moyoni kwako? Je, lile busu lina maana yoyote kwako kwenye hisia zako? Mage anajibu kwamba lile busu halina maana yoyote ile pale. Anamuomba Williams pia ampe funguo ya gari yake na sepe zake. Williams anampa Mage funguo zake. Anapoanza kuondoka, Mage anampa Williams ile zawadi aliyomletea, anamwambia usisahau takataka ulioniwekea mezani. Williams pia anaibeba zawadi yake na kuondoka nayo. Sasa siku nyingine tena Williams anakutana na Isoken, wanakuwa wanazungumza pale na wanaamua kuongozana, maana wote wanaelekea sehemu moja, dukani kwa Mage. Sasa wanapofika, Mage anakuta kwamba anashuka kutaka kujua wawili hao wamekutania wapi hadi wamefika pamoja hapo dukani kwake. Wanajifafanua pale jinsi walivyokutana. Williams anakuja dukani kwa Mage sababu wameagizwa na Ray kufuata gari ya Mage na kuipeleka kwa fundi. Hivyo Mage anampa Williams funguo ya gari yake na wanasepa. Baadaye Mage anakuwa anamuongelesha Isoken jambo fulani hivi. Isoken anaonekana kuwa yuko busy sana na simu. Mage anadadisi Isoken yuko busy na kuchati na nani. Anapochukua simu yake anaangalia, anaona kwamba Isoken anachati na Williams. Pia anamuuliza Isoken kwa nini anachati na binamu yake wame wake. Isoken anamuuliza kwani hana ubaya gani wa kuchati na Williams. Mage bana anamwambia Isoken kuwa Williams ni kijana mwema sana na sio mdoli ambayo pia Isoken anaweza kumtumia tu. Isoken anacheka, anasema kwamba sio mdoli basi ndio vizuri sana zaidi, maana hatojivunia na hatavunjika kipande pande kuchezewa Mage, yani siku jamaa kipande pande fulani hivi. Mage anaonekana wivu unamuingia pale. Basi tunaoneshwa Mage akiwa jikoni na mawazo. Williams pia anaingia akiwa kifua wazi. Mage pia anaanza kumwambia Williams kuwa moyoni mwake anatamani sana. Basi Williams pia anambeba Mage juu na kuanza kumbusu pale. Wanakuwa kwamba wakishikana pale kimahaba, ila kumbe hayo yote ni mawazo tu ya Mage kichwani kwake. Kaka mwenyewe peke yake na anawaza. Baadaye tunamwona Mage anamfuata Williams, anamwambia Isoken kasema kuwa wamepanga watoke waende kwenye date. Williams anajibu kuwa ndio. Mage anamwambia Williams Isoken ni kicheche, hawezi kutulia kwenye mahusiano na mtu mmoja. Williams anashangaa sana, anamuuliza Mage, okay, kwa nini? Ila akamwambia haya sasa hajanionyesha siku kadhaa, kwa nini anionyeshe na kuniambia haya sasa? Mage pia anajibu kuwa anataka kuwa Williams ajue kuwa uhusiano wake na Isoken. Williams anamwambia kwamba Mage kuwa anashangaa sana. Usiku hiyo Williams anakuwa amechelewa kurudi. Sasa inaonekana pia katoka kwenye miadi yake na Isoken. Mage anakuwa yuko sebleni pale anamsubiri baada ya kuwa amelala na mume wake. Sasa muda huo anamwambia Williams kwamba unatoka wapi usiku ule wote? Williams anashangaa sana, anajibu mimi sio mtoto mdogo bana. Mage pia anaanza kuja juu sana, anamwambia yani katika wanawake wote umeona kwamba hakuna mwanamke mwingine anayefaa zaidi ya rafiki yangu. Williams anamtazama Mage usoni na kumsogelea karibu na kumwambia hivi, unadhani kwamba anatoka na rafiki yako au ni kwamba tu wivu na mimi huko? Una wivu na mimi huko? Anazidi pia kumsogelea Mage na anaishiwa nguvu na anambusu, kisha anambeba juu hadi chumbani kwake, anambwaga pale kitandani na kuanza kumbusu na kumshikashika pale. Wakati huo hayo mambo yakiendelea chumbani, Williams anaamka toka usingizini, anakutazama pembeni yake, anaona Mage hajalala hapo, anainuka na kumfuata huko aliko. Bana Mage machali anaanza kumcheza pana. Okay, anamstopisha Williams, anainuka na kutoka chumbani humo na anarudi chumbani kwake, anamkuta Ray kwenye ngazi. Ray anamuuliza Mage, "Mbona kama yuko macho sana muda huo?" Mage anajiburuza, anasema kama Williams alikuwa karudi usiku akiwa amelewa sana, hivyo alienda kumwangalia kama yuko sawa. Ray anaamini na anajibu okay, basi wanaongozana kurudi kulala chumbani kwao. Kesho yake asubuhi wanakuwa wote wako mezani pia wanapata breakfast. Ray hana hili wala lile, wenzake wanachora, yani wanachorana tu pale, wanakuwa wanaulizana kuhusu
shughuli zao zinaendeleaje pale. Usiku unaofuata Ray kama kawaida yake pia akawa kalala fofofo. Mage pia akachukua simu akamtesti Williams, anainuka na kwenda kulala chumbani kwa Williams usiku huo. Ray ana habari kabisa yani kinachoendelea chini ya pazia, noma sana. Sasa kesho yake asubuhi Mage anamuaga Ray kuwa anaenda kwao, kuna ruhusa, kabeba mabegi, nguo zake, anajifanya kama ana haraka hataki hata usindikizwe. Kumbe bana anaenda kukutana na Williams, wanajiunga, wanaenda kukaa kwenye hoteli fulani hivi, maana akafanya kufanya ufuska wao. Wakati Ray anadhani mke wake yuko kwao kwenye harusi, kumbe bibie yuko na mshikaji. Ray anaonekana anaenda hospitali, jamaa yetu bwana ana matatizo, yani kwamba yule jamaa ana tatizo la moyo na amekaa kimya bila kunywa vidonge vya kuzuia asipate mshtuko wa moyo. Daktari anamuuliza kama amesha mwambia mke wake habari hii na tatizo la moyo. Ray anajibu hapana bana, hajamwambia. Daktari anamwambia kwamba ni vyema sana kwamba akamwambia mke wake. Yani kwamba iko hivi, Ray ana tatizo la moyo, hata hali yake ya kushinda kushiriki faraga na Mage yote anasababisha na ubovu wake wa moyo. Shida yake ni kwamba hajamwambia mke wake nini hasa ambacho anapitia. So anaona kwamba harizishwi, anachukuliwa kama jamani mzembe fulani hivi. Pengine Ray angemwambia mke wake ukweli na mambo mengine, Mage angefikiria hatua ya kumsaliti, ingekuwa haipo kabisa. Pengine angekuwa pamoja naye na kupambana na hilo tatizo la moyo, na jamaa maisha yakaendelea. Usiku tunaona Mage na Williams wakila raha sana, alafu inaonyeshwa kuwa Ray akiwa yuko peke yake kitandani anateseka sana, shida yake ya moyo inaonekana akisumbuliwa sana. Mdau hapo inaonekana kwamba mapigo ya moyo nini. Anampigia simu daktari yake anaitwa Dr. Nazi, anamwambia pia kuwa anaumwa sana, anamwambia kuwa saa 2 tu ninazopita amekunywa dawa zake za moyo ila anajisikia vibaya sana. Yani hapa tunaona mwenye kutafuta mali yuko anateseka na magonjwa, lakini waponda mali wako hotelini pembeni swimming pool, wanabuya vinywaji bata kwenye mbele ya pumzi zao. Sasa tunaona Mage karejea nyumbani kwake, anapokelewa kwa furaha sana, ana hili wala lile maskini. Yani Williams pia naye liko hapo sebleni, alimemkaribisha Mage pia. Kumbe bana anajua fika Mage alipokuwa hotelini, na maana walipokuwa huko Lagos walikuwa akienda huko anakula karibu nini kila kitu nini, siku zote ambazo pia Ray alikuwa akijua kwamba mke wake yuko mikoani. Baadaye Mage akiwa yuko chumbani anakuta vidonge vya Ray, anavichukua na anavisoma na kuvigugo. Anaonekana kuwa kwamba kujua kwamba wasiwasi mkubwa sana. Kadri anavyosoma inaonekana anaelewa tatizo kubwa sana kiasi gani Ray alipata. Inaonekana pia kuumia sana na tatizo hilo. Ray usiku huu hapa Williams anamtumia message Mage kwamba Mage ajibu, kwa sababu pia mawazo juu ya ugonjwa wa Ray. Baadaye anapotoka chumbani kwake Williams pia anamfuata Mage na kutaka kujua shida ni nini hadi hajibu meseji zake. Mage bana anamwambia Williams kuwa mahusiano yao haramu inabidi tu yaishe sasa. Anajisikia vibaya sana kumsaliti mume wake. Williams anakasirika, anamuuliza kama siku zote hakuwa akijua kwamba anamsaliti mume wake hadi baada ya kufikia walipofikia ndio ghafla akate mahusiano yao yafe ghafla tu. Mage anamwambia kwamba Williams ukweli kuwa Ray anaumwa sana na ugonjwa ambao anaumwa ni ugonjwa wa moyo, na kwamba vidonge anavyotumia hali yake inaonekana kwamba ni mbaya sana, muda wote anaweza kupata mshtuko wa moyo. Williams anaoneshtuka na kusikia hivyo. Mage anarudi chumbani kwake na kumkuta Ray akinywa vidonge. Anamuuliza hivyo vidonge ni vya nini? Ray anamdanganya kuwa ni vidonge vya kupunguza stress tu. Mage anajua kuwa Ray anamdanganya, anajua kabisa vile vidonge ni vya kuzuia mshtuko wa moyo. Sasa kesho yake Mage anamkuta Williams anaongea na Doreen mlangoni, anapaniki na anamuuliza Williams pia, mgeni wako si ungemkaribisha ndani, kwani yuko mlangoni? Doreen anamjibu kuwa yuko hapo kwa jambo la haraka sana, hana haja ya kuingia ndani. Mage anasema anapita na kuingia ndani. Doreen pia anamwambia kwamba Williams mke binamu yako ni mzuri sana. Williams anajibu kuwa sure. Williams anamsindikiza Doreen. Anaporudi sebleni Mage anaanza kuongea kwamba huyo aliyemsindikiza anaonekana ni msichana mzuri sana, pengine ungeweza hata kumuomba kumtoa out, anakufaa zaidi, huyo ni mtu wa level zako. Williams bana anaona kama Mage ana wivu sana, anamuuliza kwa nini unakuwa na wivu sana unapomuona mwanamke mwingine wakati wewe umesema tuachane, mtafute mwanamke mwingine. Mage anamjibu kuwa ameachana naye kwa sababu pia anampenda sana mume wake. Sasa mahusiano ni haramu sana, hasa ukizingatiwa kwamba Williams pia ni binamu ya Ray. Sasa Williams anamtazama Mage, anamsogelea karibu na kumuuliza kipi hicho ni haramu. Ni jinsi tu anavyobusiana au na navyokupa love nini,
bana anamsogelea zaidi na anajikuta pia kibusiana mara mlangoni unafunguliwa na Dorin naingia. Anashtuka sana Dorin, anamwambia Williams kuwa umesahau kumpa maagizo kuwa asubuhi Williams anatakiwa aonane na wahasibu. Dorin anapotoka, Williams pia anamkimbilia na kuanza kumwambia alichokiona sicho bana anachozani. Walikuwa wanabusiana tu alikuwa kidogo tu kama kubusiana, ila hakuwa anambusu asimwambie mtu alichokiona. Dorin bana anasema okay, sijaona hata neno moja kuhusiana na alichokiona. Sasa anaondoka zake. Williams pia anarudi kwa Mage na Mage anasema kwamba kilichotokea ni dalili za kuwa waachane mahusiano yao haramu. Jinsi wanavyoongea hapo ni kama kwamba ndio basi tena, wao ndio basi tena, hawatakumbatiana tena. Baadaye tunamuona kwamba mambo bado. Williams pia anaenda chumbani kwa Mage. Mage pia anastuka, anamwambia Williams, "Oya, Ray yuko nje bana hapo. Yaani unaweza kuingia muda wote yule pale, anataka atukute huko chumbani." Niga anazingua, "Hebu toka bana." Williams elewi kabisa, anaanza kumwambia Mage, Mage, mimi hapa nasema ukweli, naona kama nazidi kukupenda, naona kama siwezi yani kukuacha, nakupenda sana." Wanakumbatiana pale na kuanza kuendelea. Anamwambia maneno ya kumtaka, bwana za mwizi ni 40. Ray Arioko chini anapanda juu na kuingia chumbani kwake na kuwakuta wamekumbatiana, wanataka pumbafu zao, yani Ray kawakuta pale. Tunaona Williams hayupo, ashatoka chumbani humo, na Ray pia kabaki na Mage na wanakuwa wanafokeana. Inaonekana pia Mage kamwambia mume wake kila kitu kilichoendelea, maana tunamuona Ray pia anamfokea sana mkeo, akimwambia Mage unaaga unaenda kwenu kwa harusi, kumbe upo hotelini na binamu yangu, mji huu unanisaliti mke wangu. Ni mbaya sana kitendo cha kutembea na binamu yangu ndani ya nyumba yangu. Sasa okay, sio upumbavu bali ni uuaji kabisa. Mwanamke ni muuaji wewe. Mara Ray anajishika kifuani kwenye moyo na anashikwa kwa nguvu sana, anaanguka chini, moyo wake unastuka na hapo anapata mstuko wa moyo. Mage anaanza pia kumpeleka kelele za kuomba msaada, anamuita Williams pia. Anaonekana Williams pia alitimua mbio na kupotea kabisa kwenye nyumba hiyo hapo, maana atokei kumsaidia Mage. Okay, noma sana. Mage bana anampeleka Ray hospitalini. Daktari anamwambia kwamba Mage kuwa hali ya Ray ni mbaya sana, jamaa hayuko vizuri sana, tatizo lake la moyo ni kubwa hasa. Mage anaingia wodini na kuanza kumuongelesha Ray ambaye yuko maututi sana, na anafahamu kwamba anamwambia kuwa anamuomba sana msamaha na anamwambia apone ili wawishi maisha yao ya zamani, hatarudia tena kumsaliti, bado anampenda sana, na kwamba alipoona anaumwa atafanya kila kitu kuridhisha ndoa yao. Dua zake bibie Mage hazikufika na hazikufaa dufu, yani mashine iliyowekea Ray ilianza kutoa mlio wa kushiria kuwa tukio kwamba linaenda kuwa baya. Okay, Mage anaanza kulia pale. Anamkimbilia daktari. Bwana Ray bana alifariki wakati wapo. Baadaye Mage anarudi nyumbani na kumkuta Williams pia, anamwambia kuwa Ray amefariki. Analia sana kweli, anajilaumu sana akisema amemuua mume wake. Anamfukuza Ray na anamwambia kwamba simguse, kumbembeleza. Analia sana. Unakuwa ni mwisho wa movie hii. Okay, tuone next story inakuaje. Sasa wewe ambaye unanitazama sasa hivi na umeitazama hii movie na umejifunza kitu kimoja, mimi nataka nikwambie kitu. Unaona huyu dada akampoteza mume wake ni kwa sababu tu yani jamaa alikuwa anaficha kile ambacho kinamsumbua, lakini ni wanawake wengi sana ambao pia bado mnaficha mambo yenu ambayo yanawasumbua, mnaficha vile vitu mlivyonavyo moyoni. Mvitoe basi kwa wapenzi wenu, waambie bana, baby mimi ulinilizishi, mwambie baby mimi naumwa. Siku zote kwenye mahusiano ukitaka uwini na uwe bora zaidi, jitahidi sana kwenye ile hali ya kumwambia yule mtu ambaye unampenda, mwambie ukweli, mwambie kile kitu ambacho kinakuuma. Na inawezekana huyu mshikaji angemwambia kama anasumbuliwa na moyo muda mrefu, mpaka leo hii angesipopata matatizo aliyopata mpaka kufariki, kupoteza maisha sana. Na wewe Williams umekaribishwa kutoka kijijini kuja mjini, tulia basi, vingine vitu viache. Ayaona umeua mtu bana, amefariki. Noma sana. Chill next time. Mimi naitwa Tajiwidi kwa kigongo chetu kikali. Tukutane tena siku nyingine. Niwaambie tu endelea kusubscribe, kushare na kucomment. Mambo yanakuwa mazuri sana. Bwana, hii ni noma sana wewe.